Jamani wanangu, kama mnavyojua mimi ni mtu wa michezo, lakini heshima kama baba yenu naona mwaniekea vile vile. Na angalieni kazi ya Allah. Nyinyi leo ndugu muleshea baba yenu amekwamba mimi. Kila mmoja na mamake. Lakini kwa ajili ya damu yangu, hii tofauti yenu isionekane kwa mtu yoyote. Muishi kama mmezaliwa na mama mmoja na baba mmoja. Saa hii niko hai ndani nyinyi msikitini, kesho nitakuja kuwa siko na nyinyi. Siku zote mzazi utarajia kuondoka ulimwenguni akaacha watoto wake nyuma, wadogo zake nyuma. Kwa hivyo mimi matarajio yangu kuwa leo niko na nyinyi, kesho nitakuja kufa. Sasa huu mwenendo msiuache wanangu. Sio maswali baada ya kuwa mnisikiza mimi, baada ya kuwa mimi siko hamtekelezi. Msiache kutekeleza haki ya Allah tabaraka taala, na haki ya Allah nipi? Kuabudiwa. Mwenyezi Mungu asema wama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Hakutumba sisi na majini, jini na wanadamu ili basi. Wanangu, shikeni hilo. Huo ndio usia wangu wanangu. Shikeni. Ala mtu asiwatilie fitina wakaweka kuwa nyinyi mko tofauti. Kwa huyu Mwarabu, huyu ni Mjaluo manani. Nyinyi nyote wangu. Usidanganyike na rangi, usidanganyike na ufupi na urefu. Nyote kabila yenu ni ile kabila yangu mimi, mtoka kwangu, na nyinyi nyote ni damu moja. Mama zenu tofauti tofauti. Wewe mamako Mgiriama, huyu mamake Mwarabu. Lakini mkikatwa damu likipimwa zote nyinyi mko kwenye damu yangu. Kwa hivyo msitiliwe fitina wanangu, nawaambia mara mbili. Msifitinishwe wanangu na ulimwengu huu na walimwengu. Walimwengu si wazuri. Walimwengu si wazuri. Kutengea ulimwengu ni kutengea walimwengu ndugu wanangu. Sawa? Twendeni msikitini wanangu. Ndio msikitini mimi na wanangu. Na nkichuma na chumira na sumira wanangu. Nikitafuta kuchuma wasumira wanangu, yani watafutia wanangu. Sasa leo ndana msikitini najifakhiri iko leo na watoto wangu ambaye leo vimo vyao na vyangu viko sawa. Majirani najivunia na wanangu mimi leo. Nawashika mkono ndio washika walipokuwa tembea dede paka leo. Nilikuwa nikiteguka kidogo hata kubali nianguke wanangu hawa. Waninyaka mbio hakubali mchanga unishike. Kama vile ambapo wao walikuwa kitaka kuteguka mbio nshawanyaka. Leo nao watekeleza lile. Mwenyezi Mungu ambarikie wanangu, anajivunia nao. Amen. Wanangu hamjivunii na mimi baba yenu? Najivunia sana. Mfano mwanangu wa kwanza wewe nakuuliza, kitu gani wajivunia nacho kutoka kwangu mwanangu? Najivunia kwa jinsi uliposhika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi ndo najivunia nalo kubwa sana kwako. Ndio. Mwanangu mimi dogo, kitu ambacho najivunia ni wewe uchoki kulingania watu kuhusu mambo ya dini, mambo ya swala, mambo ya Qur'ani, yote hayo. Ndio. Asante. Hivyo ndo ninajivunia yani. Asante mwanangu, basi na mimi nawaambia tena wanangu, hakuna urithi mzuri kama huu. Kwa hivyo zile nyumba ambazo mwaziona, ndio wale wanyama kule nyumbani tunaofuga ambaye maona wa baba yenu, ndio ikija siku kwa mnkosa ama maona mndhulumiwa, semeni alhamdulillah. Kuna urithi mwingine ambaye ni huu ndio bora kwenu wanangu, pesa ni zenu wanangu. Wanangu, nawaambia mara mbili wanangu, dunia ada hii naijua mimi, dunia hii wanangu. Dunia ada alafu ina fitina chungu nzima, mtafitinishwa na mali wanangu. Sawa? Sawa. Kwa hivyo angalieni akhira yenu ndugu wanangu. Ila kidogo tu ndo msisahau dunia yenu, lakini sana angalieni akhira yenu wanangu. Nawaambia mara mbili wanangu, naijua dunia hiyo wanangu, dunia naijua hii wanangu. Nalia na dunia wanangu, naijua hiyo isiwadae mkavunja umoja wenu. Alafu ndugu zanguni, huyu ndo mtoto wangu wa kwanza ambaye kwa mmeona, labda mweza kusema mbona yuko hana kidevu, mkamweka huyu mdogo sana kwa huyu. Ampitwa na miaka takriban 4, si 2 huyu bwana. Lakini huyu sasa anachukua maumbile yangu ya uso wangu kutokeza nyile haraka. Na huyu naye anachukua marehemu babangu. Babangu alikuwa kwa hivi mnavyoona. Hivi anamchukua babangu tu vile. Paka anajivunia yeye, kila nikimwona naona kama ninamuona babangu. Tofauti tu yeye kijana, babangu alikuwa kwa mzee. Inshallah bila taufiki paka hapa, ama acha tusonge msikitini ili mjue pale tulipofika. Mwenyezi Mungu awape na nyinyi watoto watuifu ambaye kwamba mkiwaambia wawasikiza. Leo wanangu na watoa katikati ya marafiki zao.
walikuwa kuna mambo yao muhimu ambayo kwamba wanajua wenyewe, lakini kwa ajili ya toa ya mzazi wakanisikiza kwa heshima na taadhima, wakayawacha yale kwa ajili kumsikiza mzazi wao kwenda naye msikitini. Alafu mjue huwa wasema wenyewe yataka roho, hawana nini? Hawana roho. Kwa hivyo ndugu zanguni, watoto kumsikiza mzazi wakati leo yataka roho. Hakika hawana roho watu, hawana roho. Kwa hivyo mjue yataka roho ndugu zangu. Sasa kheri inshallah. Wanangu, naona muona msikiti Barakati huu. Tuona kabisa. Msikiti si mmoja wanangu. Kokote mtakaokuwa katika pembe ya dunia, ndio usiwache kutekeleza Allah. Mwenyezi Mungu amejalia ulimwengu mzima huu ni msafi kumwabudu. Kwa hivyo mwabudu kokote utakapokuwa wewe, mfanye ibada Allah. Adhana kufikia pale fulani, ama ule wajibu wa kutekeleza amri ya Allah ifika wakati sehemu fulani, usingojei kupita hadi paka uje Barakati. La, kokote mkwako ya Rabbi. Acha nini wanangu? Sawa. Munisikia? Sasa inshallah tushafika msikitini. Twasema twakumbuka ile dua Mwenyezi Mungu tulofundishwa na mtume wetu. Kuna dua ya kuingia msikitini inaosema Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Huku njiani kuna dua tumeiacha ambayo kwamba tutaisoma kwa ufupi hapa. Allahumma ja'alni fi qalbi nura, fi lisani nura, fi sam'i nura, fi basari nura. Tumfika hapa tunasema a'udhu billahi al-azim wa biwajhi karim wa sultani qadim na shaitani rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Alhamdulillah, paka hapa wabillahi tawfiki, pamoja na wanangu mtu na wanawe.